Mimi watu wangu wa Kilifi, nilikuwa UDA na kila mtu anajua. Nilivaa njuga na nikaitembea Kilifi na Pwani na Kenya nzima kwa ujumla, lakini kila jambo lina mwisho. Hakuna mvua hata ikanyesha na mawe ambayo haiwezi kukatika, na hakuna urefu usiokuwa na mwisho. Wangu mimi ni wa uchungu mbaya sana, na mimi nataka niwaambie watu wa Kilifi, Pwani na Kenya nzima ya kwamba mimi nimesimama kidete na nikasema nitasimama na watu wa Kilifi. Baada ya mimi kupewa vinono ama kuahidiwa vinono, niliviacha, si kwa sababu yangu, kwa sababu ya watu wa Kilifi. Kwa sababu watu wa Kilifi tunateseka. Na wakati niliposema watu wa Kilifi wanateseka, niliambiwa I should not bother about the people of Kilifi. Na nikaambiwa ya kwamba mimi nitapewa nafasi ya uwaziri. Lakini mimi si kama wale. Niliacha hiyo ofa na nikasema nitawapatia watu wa Kilifi nafasi to exercise their democratic right in the ballot to elect their governor and these are the leaders. Nataka niwaambie hivi, watu wangu wa Kilifi, mnavyoviona hapa, haya ni mabonde haya ambayo yanapita magari ya maji yakienda kumimina kule. Mimi nina uwezo wa buza. Wale ambao hawana uwezo wanafanya nini ndani ya Kilifi? Ziko wapi zile bilioni za maji, bilioni 2 kutoka 2022-23 mpaka hapa tulipofika? Kilifi haina maji. Tukitoka hapo, madawa hospitalini hakuna. Tukiangalia watoto wetu hawasomi. Na kinachosikitisha zaidi ni mashamba yetu yanavyoibiwa hivi sasa, na yale madini kule Vitengeni yanavyoibiwa, na yale madini kule Ganze yanavyoibiwa, na watu wameachwa katika hali za uchochole. Kwa sababu hiyo, I chose Kilifi over myself. Nilisema interest zangu zikae kwanza, mimi niende nikasimame tuikomboe Kilifi. Uamuzi niliouchukua, mimi sitarudi nyuma. Kilifi lazima tuikomboe. Kilifi kama kaunti nyingine yoyote ni lazima ichague gavana. Katika katiba hakuna gavana wa broad based. Ni watu wa Kilifi wapewe nafasi, na Mombasa na Pwani na Kenya wachague magavana. Hatuwezi kusukumiwa mtu kwa sababu yeye ni agent wa wale watu wengine kuja kuipora Kilifi. Wafanyikazi wa Kilifi wanateseka. Nimewasikia kilio chenu. Nimesikiza contractors, nimesikiza suppliers na service providers wa Kilifi County. Kilio chenu kimesababisha wengine wenu mumepoteza maisha. Nimekisikia kilio chenu. Nimesikiza kilio cha yale mashamba vile yanavyoibiwa in the name of settling squatters in Coast in Kilifi. Mimi nataka niwaambie, mashamba yanaibiwa, na kuja kusimama kiongozi kusema ati tunapewa nafasi sisi
ya kununuliwa mashamba na mashamba watu wanakuwa settled. Nataka niwaambie, huo ni ulaghai wa hali ya juu sana. Ukiwa ulikuwa ndani na mgonjwa, na nikitoka nikikwambia huyo mgonjwa yuko mahututi, tuanze kutafuta sanda. Kwa hivyo nawaambia, kwa sababu nayajua, hakuna atakayesimama na Mkilifi wala Mpwani katika wale ndugu zangu walioko katika hii serikali. Wale wote, kila mtu aliambiwa ni lazima nipite ndio wewe uwe waziri, ni lazima nipite ndio wewe uwe kitu fulani. Ndio maana unawaona wote uwaziri hakuna tena, kila mtu yuko ground kutafuta, na sisi ndio tunaotumiwa kulitimiza neno hilo. Lakini nataka niwaambie, kama nilivyotangulia kusema, Aisha Jumwa was not born to blend. Aisha Jumwa was born to stand out. Na mimi nimesimama kidete kuambia ya kwamba wao kama wameungana kama viongozi, mimi nimeungana na wananchi wote wa Kilifi na Pwani na Kenya.